Yap, kama nilivyokuambia kwamba leo niko na mwimbaji kutoka nchini Kongo. Sasa moja kwa moja narejea kwa bwana Jackson. Jackson, vipi mziki wako mpaka sasa kwenye game una miaka mingapi? Kwa sasa mziki wangu kwenye game una miaka 8 sasa kwa sasa. Ila tangu utotoni nilianza kuimba nikiwa mtoto na ilikuwa kama ni ndoto, ila sasa kuingia vizuri kabisa kwenye muziki kwa sasa tuna miaka 8 sasa. Vipi unadhani changamoto kubwa kwenye game la muziki nchini Kongo? Vipi tofauti na ulivyokuja Tanzania, tofauti ya muziki wako unaofanya wa gospel flavor, je, ukoje? Tofauti ambayo iliyopo Tanzania na Kongo, yani niseme kuna tofauti kubwa sana. Tofauti ambayo naweza nikasema kwanza ni tofauti ya washabiki kwanza. Yaani vile washabiki wanavyoshabikia mtu hapa Tanzania wanaonesha ujasiri mkubwa sana. Ila nchini kwetu pale Kongo washabiki ni wadogo sana, kwa sababu watu wana mambo mengi vichwani mwao. Yaani muda wa kujiweka kwenye sanaa, muda wa kujiweka kwenye music unakuwa yani haupo, unaona. Ila sasa hapa Tanzania watu wako huru, wako vizuri, upendo uko mwingi. Basi ndo unajikuta kabisa yeye ana huo muda wa kusikiliza kila kitu. Je, unadhani kwenye game ya sasa hii, mimi ninapojua game lolote mashabiki zangu, game la sasa ni game ambayo unatakiwa utumie pesa pia uingize pesa. Je, upande wako kwenye kipato, labda kipato kwenye yani kwa upande wako muziki unakulipeje? Je, unanufaikeje na huu muziki ambao unaufanya sasa? Kwa sababu mimi ninachoamini muziki unalipa. Nashukuru sana Mungu kwa hilo ulizo. Ila najua muziki unalipa, si ndivyo? Ila kwangu mimi kwanza sifanyi muziki ambao unaolipa. Ndio kitu kwanza naweza nikasema. Yaani sifanyi muziki ili nitegemee malipo. Yaani mimi nafanya muziki ili nitegemee mtu mmoja akija kusikia neno langu ambalo nimeongea liokoe ule mtu ambaye alikuwa kwenye dhambi, atoke kwenye dhambi, aje kwenye Ukristo, aje kwa Yesu. Hiyo mwisho wa dunia, ile siku ambayo Biblia inasema kwamba tutavikwa taji, ndio itakuwa siku yangu sasa ya kulipwa. Ila hapa duniani mimi kwenye muziki sitaki kuwekeza pesa. Vipi na kwenye changamoto ya muziki, ni changamoto gani ambayo inakukuta wewe endapo labda, kwa sababu ninachojua ni lazima ukiwa mwimbaji utafanya collaboration na msanii fulani. Je, ni changamoto gani unapotaka pale kufanya kazi na msanii either mdogo au mkubwa? Je, ni changamoto gani ambayo unaipata ukiwa kama wewe msanii wa DRC? Changamoto ambazo tunazipata, unajua kwamba muziki unahitaji pesa kama tulivyosema. Sisi wenyewe kwanza tutafuti hela kwenye muziki, lakini muziki unahitaji pesa. Sasa kuna muda unaweza kumwendea mtu, hutoenda mikono mtupu kabisa, ila utaenda kwa sababu una kitu kidogo ambacho unamchukulia. Ila sasa utakuja kujikuta hicho kitu kidogo kwanza kimekosekana, kwa sababu kuna gharama zinahitajika kwenye muziki. Sasa ukiwa hauna hizo hela, yani unakuwa umekosa collaboration na mtu fulani. Ila changamoto nyingine pia, kuna baadhi ya watu pia ambao mtu unakuwa unawahitaji kufanya nao kazi, ila mwisho wake inakuwa ni ngumu sana kufanya nini, kupata hao watu. Na ukishawapata, yani wanakuonesha wako busy mno. Ndio changamoto langu lile. Basi asante sana, nilikuwa na Jackson kutoka nchini Kongo akiwa Tanzania. Ameingia na siku chache sasa anaufanya muziki wa gospel kumtumikia Bwana. Jina langu ni Teni Mtanzania. Usitoke kuniangalia, naenda ingia YouTube, andika Teni Mtanzania, utaweza kunifollow. Hii ni Iwala TV.